Nataka tusome Isaya 49 mstari wa 14 mpaka 17. Inasema, bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo, nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Na sote tuseme amen. Haleluya. Nasungumuzia not forsaken, not forgotten. Haujaachwa na hujasahaulika. Amen. Sayuni alikuwa anasungumuza, na maneno aliyokuwa anasungumuza Mungu akayasikia, naye Mungu akaamua amjibu sawasawa na vile alivyokuwa anasungumuza. Sayuni alikuwa anasungumuza kutoka kwa uchungu wa moyo wake, kwa sababu yale aliyokuwa anapitia alikuwa anamhitaji Mungu aonekane papo hapo, lakini Mungu alionekana yuko mbali. Ndiposa akasema, Mungu ameniacha, Mungu amenisahau. Aliyokuwa anapitia yalikuwa machungu, aliyokuwa anapitia yalikuwa yamemgandamiza. Alihitaji Mungu atokezee, lakini Mungu haji wakati wako, anakuja wakati wake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mambo mengi tunayopitia ni mipangilio ya Mungu. Yawe machungu, yawe mabaya, yawe mazuri, yote yamepangwa na Mungu. Na kilio chako, maombolezo, shida zako, uchungu wako haviwezi kufanya Mungu kubadilisha mipango yake aanze kufanya na mipango yako. Sema amen. Nasema kilio chako, uchungu wako, maumivu unayopitia, kilio unacholia, hakiwezi kufanya Mungu akaacha mipango yake akageuka kwanza kufanya kulingana na mipango yako. Kama ingewezekana, basi angeacha mipango yake akaanza kufanya na mipango ya mwanawe pale msalabani. Kwa sababu Yesu alikuwa anaomba katika Gethsemane, ikiwezekana kikombe hiki kinipite. Haleluya. Akalia msalabani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini Baba ndio wakati huo hakusikiza ombi la mwanawe, hakusikiza kilio cha mwanawe, kwa sababu mipango yake haikuwa kikombe kimpite mwanawe, lakini ilikuwa lazima akinywe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kama angegeuka aanze kufanya kwa mipango ya mwanawe, basi ingekuwa abalishe kikombe hiki kimpite. Lakini mipango ya Baba ilikuwa kinywewe. Ndio wakati pekee mwana alimuita baba yake Mungu. Amen. Wakati mwingi alikuwa anasema, baba yangu, baba yangu amenituma, nafanya yale ambayo nimetumwa na baba yangu. Lakini pale msalabani akamuita Baba Mungu. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Haleluya. Hakusema baba yangu, baba yangu, mbona umeniacha? Yani alikuwa analia. Ikiwezekana, wachoki muita mtu Mungu ni title ya juu sana, hata inashinda baba. Na mwana alimuita baba yake Mungu, ikiwezekana atende kitu.
naye baba hakutenda kwa sababu hakutaka kutenda sawasawa na mipango ya mwana, lakini anatenda na mipango yake. Mipango yake ni mwana kinywewe, ndiposa leo mimi nipatikane, wewe upatikane. Wakati mwingine tunaachwa, tunapitia mambo mazito kwa sababu ya mema yaliyo mbele. Haleluya. Nasema kwa sababu ya mema yaliyo mbele. Atakuacha ulie, atakuacha uomboleze, atakuacha usungumuze kwa machungu, na yeye anajifanya asikii kwa sababu ya mema yaliyo mbele, si mabaya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mateso yetu ni sehemu ya mipango yake. Kulia kwetu, njaa tunayopitia, mateso tunayopitia ni sehemu ya mipango yake. Haleluya. Genesis chapter 15 verse 13 na 14. Mungu anamwambia Abrahamu, hakika uzao wako, hakika wanao wanaenda kuwa watumwa katika, wanaenda kuwa wageni au watumwa katika nchi isiyo yao, na huko watateseka miaka 400, na baadaye nitawaondoa huko na mali nyingi. Haleluya. Unaweza kujiuliza, Mungu alikuwa anamuita Abrahamu rafiki yake. Kwa nini uache watoto wa rafiki yako, uzao wa rafiki yako uteseke? Si miaka 4, si miaka 40, ni miaka 400. Haleluya. Kwa nini uache wateseke? Kwa nini mwenyewe wapeleke na wateswe miaka 400? Ni kwa sababu ana mpango mwema na wao. Haleluya. Nasema ana mpango mwema na wao. Mungu anaacha wakati mwingine tushambuliwe na wachawi, anaacha waturoge mpaka tusikie tumerogeka. Uombe wakati mwingine visiende kwa haraka, ni kwa sababu ni mipango yake. Amen. Anawatumia hao kukuandaa, anatumia wachawi kukuinua, anatumia wachawi kukusongesha katika hatima yako. Kwa sababu mwanadamu akikosa vita, akikosa mateso, akikosa kusukumwa, anageuka na kuwa kimwili. Aliyekuwa naomba haombi tena. Nasema kukitulia pande zote, mbele na amani, nyuma kuna amani, kando na kando ni amani. Vita vimekwisha. Chochote unachotaka uko nacho. Niambie kama utaomba. Haleluya. Ni kitu gani kitakusababisha uombe? Lazima kuweko na kitu kinachokudunga ndiposa upase sauti. Ndiposa anaachilia. Wakati mwingine kwa tumetulia sana mpaka tumeanza kuwa kimwili, anaachilia yule mchawi ambao huwa anakutesa na kulipua. Amen. Ndio wala upegi nduru. Yale mchungaji, yale nimeota. Mtu wa Mungu nishika mkono, niombe tu. Hata unachukua mkono au mchungaji niweke tu mkono kwa kichwa. Yale nimeona nimeisha. Mungu anataka hivi. Na kuambia hutalala. Wewe ambao umekuwa kilala tena unaanza usingizi saa 2 na unaamuka saa 2 asubuhi tena. Masaa mangapi? 12. Umelala kuanzia saa 2 jioni mpaka saa 2 asubuhi. Wakikuamua ala mwikilia unaisima alafu naendelea. Lakini wacha ulipuliwe. Amen. Hulali sasa. Ndiposa nafika wakati mwingine unashikwa na hasira, unaomba mchawi afe. Hafi. Haleluya.
Mtumishi wa Mungu atakufaje? Kwa sababu anamsaidia Mungu kutengeneza mwanawe, atakufaje? Ndiposa mtaomba afe, hafi. Haleluya! Amshe watu kutoka kwa usingizi. Amen. Umeomba hivi karibuni wachawi wafe? Nakwambia hawafi. Haleluya! Wanaachwa ili kutuamsha, wanaachwa kutusongesha katika hatima yetu. Wakati ambako napaza sauti, wakati ambako namlia Mungu, unasonga mahali Mungu anataka uwe. Shida inalea. Amen. Raha huwa hailei. Mtoto anayelelewa na raha anaweza kufika miaka 40 lakini bado ni big baby. Amen. A very big baby. Miaka 40 bado analala kwao, hata hajawaza kuwa na nyumba yake. Haleluya. Kubwa jinga. Amen. Anataka kuolea kwa nyumba ya mamake. Na sisi ulikuwa unafika miaka 14 una nyumba yako Isimba, ile nyumba ndogo ile. Bwana asifiwe sana. Tayari umejenga. Ni aibu kijana miaka 14 ilikuwa aibu kukaa kwao, lakini siku hizi wanafika 50 bado wako katika nyumba za baba wazazi wao. Big babies, jinga kubwa. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya upendo. Ni kwa sababu amelelewa, hawataki, yani wazazi hawataki asumbuke, ateseke. Tai hulea watoto wake kwa shida. Anawafundisha kupaa kwa shida. Amen. Anajua akiwabembeleza hawatajifunza kupaa. Amen. Ndiposa shida tunapitia, na Mungu wakati mwingine tunamlilia Mungu aziondoe, na aziondoi mpaka ukomae ndiye aziondoe. Haleluya. Sumuguze tu mwenzako, unasikiaje hiyo? Mungu ana immediate plans, yani mipango ya papo kwa hapo. Ana short term plans and long term plans. Mipango ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Haleluya. Huwezi kulia au kuomba au kuteta Mungu abadilishe mipango ya muda mrefu iwe mpango ya muda mfupi. Amen. Kuna vitu tukiomba saa hii vinatendeka sasa hivi. Hata Mungu ana emergency. Bwana asifiwe sana. Mtu haja hapa amepigwa na mapepo, yani akiachwa anaweza kufia hapa, na kuambia anaamka sasa hivi. Haro kisema katika jina leo toka, na inatoka, kwa sababu hiyo ni emergency. Haleluya. Lakini kuna mipango ya muda mfupi ya miezi au mwaka, lakini kuna mipango ya Mungu ya muda mrefu. Tangu Isaya atabiri kwamba Yesu atazaliwa, kulipita miaka karibu 600 ndio Yesu akazaliwa. Mipango ya muda mrefu. Haleluya. Kwa hivyo kuna mambo tunayomlilia Mungu leo itendeke na haitendeki, kwa sababu Mungu ana mipango mirefu kwa ajili yake. Ndiposa mengine tutayaomba leo. Pengine upone, huponi. Ukimbie kutoka hapa sirini, utaki mchungaji ajue. Ukimbie uende Vikwatani, umesikia kuna mwingine huko akiomba tu inatendeka. Aenda aombe haitendeki. Haleluya. Unaona huyo ni shadow. Wacha nivuke kule Mavueni. Na uambii mtu waenda peke yako. Paka wapi? Mavueni. Si mnajua aliye Mavueni? Naye ananguruma sawa sawa. Haleluya. Ukija iko pale pale, hata itingisiki. Na kama hautajua mipango ya Mungu ni nini, utamalizikia kwa mganga. Na mganga aenda afanya yake, pia ikuangalie hivi, haitendeki. Mungu ana mipango yake.
Ndiposa Paulo akaomba. Paulo anaita mwiba, akawa na shida, lakini haikuwa mwiba. Hakuna mwiba ambao ulimdunga Paulo, kwamba alikuwa anatembea porini au nyikani akadungwa na mwiba. Yeye mwenyewe ndiye anajua mwiba huo ilikuwa ni nini. Haleluya. Anasema mjumbe wa shetani akaweka mwiba katika nyama yangu, nikaomba mara 3, Bwana uondoe. Bwana akasema neema yangu ya kutosha. Kumbe mengine tunayokimbia, tunaenda Mavueni, tunaenda Vikwatani, sijui tunaenda wapi, ni neema ya Mungu ikutoshe. Nasema ni neema tu ikutoshe. Yaani jambo lile Bwana ameruhusu liwe mahali pale, kitu atakacho kujalia ni neema ya kutembea nacho, ni neema ya kusonga mbele nacho. Yaani hakiondoki. Kikiondoka Mungu anajua ni nini kitakachotendeka, na hayuko tayari kupoteza. Haleluya. Nasema hayuko tayari kupoteza. Anajua akiondoa, pengine utainukiwa na kiburi, useme vile wengine hawajui kuomba. Mimi niliomba tu mara moja, nilifunga tu siku 3 ikaondoka. Nyinyi ombeni muwe na imani. Anajua tuna kiburi wakati mwingine. Kama kuna watu na kiburi, ni watu ambao huwa wanaomba kitu na kinatendeka. Haleluya. Yaani hautakunywa maji, utaambiwa vile hujui kuomba, utaambiwa vile huna imani. Kuwa na imani mpendwa, kuwa na imani mpaka ajikunje kidogo hivi kuangalie. Kuwa na imani. Kuna mambo mengine hata ukusanye imani kumuliko Paulo, iko pale pale. Mipango ya Mungu lazima itendeke. Kuna magonjwa tutaomba ipone, kuna magonjwa tutaomba ukae nayo mpaka ikuu, na bado anabaki ni Mungu. Nafikiria hiyo sio tamu. Unatakanga kusikia utaomba ishe. Nasema kuna mengine hata uombi na sauti na kuangalia tunasema na imeenda. Bwana siwe sana. Lakini mengine hata uombe ukirukaruka, ukipiga mtu makofi kwa kichwa, haiendi. Yaani itakaa ni Mungu atakupatia tu neema ya kutembea nayo. Mwenyewe amependezwa iwe hivyo, na usimuulize kwa nini. Yeye huwa ajibu maswali kama hayo. Haleluya. Hata hao wachungaji ambao mnakimbia kwao, mmoja ni Pastor Barasa. Haleluya. Wengine ni hao ambao huwa mnaenda nao, wakijifungua wakuambie shida wanazopitia, hata utavunjika moyo. Bwana sifiwe sana. Wao nao wana yao mwiba. Haleluya. Nilikuwa nazungumza na mchungaji rafiki yangu, very powerful woman of God. Haleluya. Magonjwa yasimami, mapepo yasimami, lakini ana mtoto special. Akawa ananiambia, mchungaji, tunamtumikia Mungu, hii nayo imetokea wapi? Naombea watoto wengine wanafunguliwa, huyu wangu yuko hivyo hivyo. Amen. Kaambia mtumishi wa Mungu ni mwiba tu. Neema ya Mungu ikutoshe. Haleluya. Neema ya Mungu ikutoshe. Watumishi wa Mungu, watu wachungaji, maaskofu, kila mtu na mwiba aliopewa unaomsaidia kusonga mbele. Kwa hivyo mtu akwambie kwamba shida unayopitia ni kwa sababu umetenda dhambi. Haleluya. Kila mtu kuna mwiba wake. Kuna maaskofu wachungaji, wengine wana watoto, lakini mtoto anaweza kupata mtoto mmoja na hali fulani ambayo siku zote inafanya moyo wake unafanya nini? Unamuuma kila siku, na unafanya mtafute Mungu sana. Kuna watumishi wa Mungu wengi ambao hawajajaliwa watoto, na huo ndio mwiba wake. Anaombea wengine wanapata watoto, yeye
huo tu ni mwiba. Bwana asifiwe sana. Na kila mmoja na laki. Kuna wengine ni wagonjwa, lakini hawezi kuambia ni mgonjwa. Neema ya Mungu imemtosha, magonjwa hayamuui na haiponi. Ni mwiba tu. Inamsaidia kumtafuta Mungu kila wakati, inamsaidia kumzusha asiwe na kiburi. Amen. Haleluya. Zayuni akasema, Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Ni kwa sababu ya maumivu aliyokuwa anapitia. Sayuni ni Israeli, taifa la Mungu, watu wa Mungu. Leo hii nazungumza na Sayuni walio hapa, Sayuni ya kiroho. Najua kwamba nawe imefikia wakati ukasema, Mungu ameniacha, Mungu amenisahau. Haleluya. Ni kwa sababu ya mambo unayopitia, unahitaji Mungu aingilie kati moja kwa moja, lakini anakaa kana kwamba hayuko. Haleluya. Maumivu na mateso tunayopitia inaweza kufanya useme maneno utakayojutia. Maumivu na mateso tunayopitia inaweza kufanya useme maneno ambayo itakufanya utubu miaka mingi. Mungu anaelewa. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati mtu anapitia mateso na maumivu, huwa anajipata na kuzungumza maneno mengine ambayo hakustahili kuyazungumza. Nasema Mungu anafanya nini? Anaelewa. Baada ya Ayubu kuzungumza maneno hayo yote aliyozungumza, baada kulaani siku aliyozaliwa, baada kulaani siku ambayo alitungwa tumboni mwa mama yake, baada kusema nataka Mungu atokezee wasungumuze one to one, amuulize maswali fulani na yeye ajibu. Haleluya. Alizungumza maneno mengi sana ambayo pengine ingemkasirisha Mungu. Lakini katika Ayubu 42 mstari wa 7, Mungu anapotokezea anamwambia Elifasi rafiki yake Ayubu, wewe na rafiki zako hamjamsungumuza maneno mazuri juu yangu kama Ayubu. Yani hayo yote ambayo Ayubu amezungumza, Mungu anasema amezungumza mazuri. Sasa hawa ndio anawakemea, hamjazungumza vizuri kwangu kama mtumishi wangu nani? Ayubu. Kuna mambo tunayozungumza ambayo wakati mwingine ni kama tunavuka mipaka kwa sababu ya maumivu na mateso tunayopitia. Lakini Mungu anaelewa. Usivuke mipaka katika maneno. Unapopitia shida fulani, usivuke tu mipaka. Amen. Haleluya. Neno nasema, Mungu akasema, je, mwanamke anaweza kusahau mtoto anayemnyonyesha mwana tumbo lake asimuonee huruma? Anasema naam, anaweza kusahau, lakini mimi sitakusahau. Haleluya. Lakini mimi sitakusahau. Sayuni, licha unayopitia sitakusahau. Nasema wanakisima, licha mnayopitia Mungu hatakusahau. Anajua unachokipitia, anajua kilio chako, anajua mateso yako, aibu yako Mungu anaijua. Na naahidi ya kwamba mama anaweza kusahau mtoto anayemnyonyesha. Na kweli tumeona wanawake wakizaa wakitupa, watu wanaokota takataka hasa na malori wanayaona ni mengi. Kwa mifuko hiyo kuna watoto wachanga ambao wamezaliwa wakasundwa ndani, wanatupwa. Haleluya. Mama anaweza kusahau mtoto anayenyonyesha, lakini anasema mimi Mungu siwezi kusahau. Nami nasema Mungu hawezi kusahau, na Mungu hatakusahau.
Haleluya. Anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Anayeandika mambo yake kwa diary anaweza kusahau, lakini anayeandika mkononi, ambaye amekuchora kwa mikono yake, inamaanisha anatembea nawe kila siku, hawezi kukusahau. Wengi nyote mnajua tattoo. Haleluya. Kuna watu ambao wamechora tattoo katika mikono yao na sehemu mbalimbali za mwili. Tattoo haifichiki, tattoo haisahauliki, inaonekana siku zote. Anayetembea anatembea nayo, na sisi tunaangalia tutaiona, inategemea imechorwa wapi. Haleluya. Kwa hivyo sisi ni kama tattoo katika mikono ya Mungu. Anatembea nasi kila siku, anatembea na habari zako, anatembea na mipango yako, anatembea kijua huyu nimempangia mwaka ujao mwezi wa 5 tarehe 6 jambo hili litatendeka. Na kwa sababu huko katika mikono yake, hawezi kusahau mwaka ujao mwezi wa 5 tarehe 6, hawezi kusahau. Na kabla siku hiyo kufika, na kuambia utalia, utakasirika, utasikia njaa, utanena mambo nonsense, lakini Mungu atajifanya haoni, kwa sababu amengojea mwaka ujao mwezi wa 5 tarehe 6. Amen. Ana mipango ambayo ametuwekea, na hawezi kuharakisha au kwenda polepole, anaenda na wakati wake. Haleluya. Ndiposa nasema mwanamke anaweza kumsahau mwanae mnyonyeshaye, lakini mimi sitakusahau. Haleluya. Kwa hivyo, kwa yote unayopitia, is one of the big plans of God. Amen. Anasema nimekuchora katika viganja vya mikono yangu. Hallelujah. It is just a matter of time. Ni wakati tu. Na wajua Mungu hakuambii ni mwezi fulani, mwaka fulani, tarehe fulani. Utaanza kutembea katika kuona, si katika imani. Na yeye anataka utembee katika imani. Haleluya. Ndiposa siku zote huwa ananyamaza, lakini mambo yako katika mikono yake. Ameichora, amengojea wakati itimilike, kwa sababu kila mtu ana zamu yake. Esther chapter 2 verse 15 inaanza kwa kusema, na zamu ya Esther ilipowadia, mwana wa Abihaili mjomba wake Mordekai. Haleluya. Zamu yake ilipofika. Kila mtu ana zamu yake. Mwambie tu mwenzako, una zamu yako. Najua kwamba mabinti wengine walitangulia Esther, na wangepita kwa chumba chake wakiingia kwa mfalme kusema tunaingia. Esther anawaambia nyinyi endeni, kuna zamu yangu. Haleluya. Kama mmetangulia, naombea baraka, Mungu awaonekanie. Mimi nangojea zamu yangu. Mwenzako akibarikiwa mbele yako, tafadhali muombee mema. Kuna zamu yako. Mambo yakitendeka kwa mwenzako mema, usimuonee wivu. Wewe una zamu yako. Haleluya. Wengine tulioanza nao wako mbele mno, ni kama wako karibu kuingia Kanani. Ingawa niko huku jangwani, lakini nangojea zamu yangu. Amen. Wengi mliosoma nao, uliozaliwa nao, wameenda sana katika maisha. Usiwaonee wivu, ngojea zamu yako. Amen. Kila mtu ana zamu yake.
Zamu ya Esta ilipofika, aliingia, na alipoingia Bwana akampatia kibali, hakutoka. Haleluya! Na jua yako ikifika, ukiingia hautatoka vile ambao umeingia. Mambo yatabadilika, historia itabadilika. Mia mgambo Italia wakisema tumepata malkia mpya. Amen. Kwa sababu wewe si wao, wewe ni tofauti. Bwana yuko pamoja nawe, kibali cha Mungu kiko pamoja nawe. Mateso haiondoi mipango ya Mungu, kilio hakiondoi mipango ya Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Wakati wa mpango wa Mungu unapotimilika maishani mwako, kuna vitu vitaondoka na kuna vitu vitakuja. Mstari wa 17 wa Isaya 49 umesema kwamba wanao wanafanya haraka kuja, na wakuharibuo waliokufanya kuwa ukiwa wanaondoka kwako. Haleluya. Wanao wanafanya haraka kufanya nini? Kuja. Na wakuharibuo waliokufanya kuwa ukiwa wanaondoka kwako. Wakati wako unapofika, kuna watu, kuna mambo yatakuja kwako na kuna mambo yatatoka kwako. Haleluya. Nasema kuna mambo yatakuja kwako, kuna mambo yatatoka kwako, yanayosababisha au saidia mipango ya Mungu kutimilika, yatakuja kwako. Mambo yaliyokuwa yamezuiliwa miaka mingi itakuja kwako. Mambo ambayo walisema hii hautawahi kuiona itakuja kwako. Na mambo iliyosababisha uwe ukiwa itaondoka kwako. Ukiwa ni kuwa bila kitu, ukiwa ni kuwa mahame. Kuna maboma iliyobaki ukiwa. Haleluya. Watu walikuwa wamesoma vizuri, wana kazi nzuri, lakini roho fulani kaachiliwa, wakaanza kufa mmoja hadi mwingine. Boma limebaki bila watu, hilo boma ni ukiwa. Haleluya. Kuna mtu alikuwa na makampuni ya magari, mabasi, na alikuwa ni sonko, lakini saa hii mabasi yale watoto ndio wanaingia wakichezea ndani, wakijifunza kuendesha. Unasikia boom, pepe pepe, watoto ndio wanachezea ndani na watu wanaanika mahindi ndani. Yani amebaki ukiwa. Haleluya. Kuna mtu aliyekuwa na nafasi katika jamii, kama jina lake lingetajwa kila mtu angesimama attention, lakini saa hii hata kukula anaomba chakula, yani amebaki ukiwa. Nilikuwa naona siku moja kwa televisheni, assistant governor wa mahali fulani, yani mambo ilimharibikia. Leo anauza kuni na anauzia mama pima na watu wanaopika vioski, anachanja kuni akiwauzia. Aliyekuwa assistant governor, yani alibaki ukiwa. Amen. Maisha haya hujui kesho kutakuwaje. Ukiwa na nafasi yako leo, tafadhali heshimu watu, zungumza na watu vizuri, hujui kesho kutakuwaje. Haleluya. Anasema waliokufanya kuwa ukiwa wataondoka kwako. Amen. Kuna maroho ambayo huwa inatumwa kufanya watu ukiwa. Roho ya kwanza kuonyesha kwamba ni ukiwa ni umaskini wa kupindukia, yani acidic poverty. Yani wewe ni maskini mpaka maskini wengine wanakuchekelea. Na umaskini kama huo hauondoki na kufanya kazi kwa bidii. Ni roho. Haleluya.
Ni roho ambayo kusababisha kuwa ukiwa iliachiliwa kwako. Hata uking'ang'ana vipi, mambo hayaendi. Ni roho ya ukiwa iliachiliwa kwako. Isaya anasema wale wa kuharibu, wale waliosababisha uwe ukiwa. Kwa hivyo kuna roho ambayo inaweza kusababisha uwe ukiwa. Roho ambayo huleta ukiwa ni roho ya ajali. Unaweza kutumiwa roho ya ajali ikusababisha ubaki ukiwa. Amen. Mwingine akanunua pikipiki 110,000. Baada ya wiki moja kijana mwenzake akamuomba, bwana nipatie tu niendeshe kidogo, akampa. Nisiwajua vile vijana wanaendesha, anataka kuivuta mpaka isungumuze. Haleluya. Yani warembo waone, wasichana waone, anajua kuendesha. Akiingia tu kona hivyo, probox ndio hiyo, wakagongana tu. Pikipiki waligonga, pikipiki huwa karibu 1.5 mita. Ilirudi karibu 3 futi. Bwana siwe sana. 1.5 na 110,000 zimeenda. Roho ya ukiwa. Amen. Yani wapoteza, hakuna kuongezeka, ni kupungua. Umenunua gari yako mpya, yani unaendesha miezi 2 tu, ajali ndio hiyo, na inahakikisha ufi. Mali yako ndio inaharibika, ubaki bila kitu. Amen. Umejenga nyumba 3.5 au 4 utakaa mwaka mmoja ishike moto na iungue kabisa, libaki gofu, na inahakikisha kwamba hauna pesa tena za kurekebisha. Sasa yako ni kuangalia tu, jamani, hii ilikuwa nyumba yangu. Roho ya ukiwa. Bwana asifiwe sana. Roho hii pia ni roho inayoleta magonjwa isiyoponyeka. Tusome Marko sura ya 5. Yani roho ya magonjwa isiyoponyeka. Marko 5 mstari 26 na 25 na 26 inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Amen. Roho ya kufanya kuwa ukiwa. Unapigwa na magonjwa, au mtu anapigwa na magonjwa ambayo hayaponi. Nimeona jamaa aliyekuwa na ploti nyingi na manyumba amejenga, yani yuko sawa kifedha, akashikwa na kansa. Na lazima ukianza kugua utajaribu kutafuta njia ya kupona. Akaanza kuuza ploti moja atafute matibabu. Akauza ploti zikaisha, akarudi kuuza nyumba. Haleluya. Magonjwa hayaponi, na yeye anabidii mpaka apone. Na watu wakikuona kwamba unahitaji, wanachukua shida yako wajifaidishe nayo. Madaktari ni wazuri, lakini kuna wengine wakora mno. Wakiona wanajua wewe utakufa tu, lakini anataka na kisha amekukula, hata ukifa wewe yeye ni tajiri. Akauza nyumba zikaisha, akaanza kuingia kwa madeni, nayo hali hairekebiki, hali inaendelea kuwa mbaya. Haleluya. Alikufa akiwa na madeni, watu wake yani jamii yake imebaki ukiwa, hawana chochote. Watu waliokuwa navyo tena wanastahili kulipa madeni. Roho hii ni roho ya ukiwa, roho ya kufanya kuwa ukiwa, incurable diseases. Bwana asifiwe sana. Najua mpendwa alioacha deni la 6,000,000. Jamani, 6,000,000 mtatoa wapi? Amen.
roho ya kuacha watu kuwa ukiwa. Lakini habari njema, Mungu anasema itaondoka kwako. Amen. Huyu mwanamke alipokutana na Yesu, kila macho kilikuwa kimeshinda madaktari, ametumia mali yake yote, imekwisha, kilikwisha, kiliondoka kwake. Amen. Roho ya ukiwa ni roho inayoleta madeni. 2 Kings chapter 4. Hallelujah. Yani unafikiria unaokoa jahazi, kumbe unalizamisha. Bwana asifiwe sana. 2 Kings chapter 4 verse 1 inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, naye unajua kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa. Amen. Yani mdeni wake amekuja, anataka kuchukua watoto wangu wawili wawe watumwa wake. Amepoteza mume, anataka kupoteza watoto kwa sababu ya madeni. Yani boma libaki ukiwa bila watu. Tafadhali na kuomba kwa rehema zake Mungu, usichukue loan yoyote kama hauna mpango nayo. Wajua mama, wakati mwingine huwa mko fani ati kwa sababu Kenya Women inapatiana loan, unachukua loan na hauna mpango nayo. Amen. Na unaweka vitu vya nyumba na nyumba yako na nini, kama nini huwa inaitwaje? Sauti garanti. Bwana asifiwe sana. Garanta ni mtu, garanti ni vitu. Haleluya. Yani unaweka vitu vya nyumba yako kwa garanti, kwamba nisipolipa loni hivi vyachukuliwa, na kweli vinakuja kuchukuliwa. Yani wanachukua mpaka sufuria kupika, na kuna wajanja wanapeleka kwa mtu mwingine, ati hii ndio nyumba yangu. Haleluya. Na wewe na werevu wako kama mimi pia wakubali. Usichukue loni kama hauna mpango nayo. Chukua loni kama una kazi nayo, na iwekwe mahali pa kuzalisha, kwa sababu ni pesa za wenyewe, utalipa. Lakini tuachukua loni, haleluya. Kule kwetu mtu anaweza kuchukua loni kwa sababu ameona mwanamke mzuri, hata huyu nitamchukulia loni paka huyu paka nimpate. Yani wachukulia loni mwanamke. Haleluya. Amen. Wewe wachukua loni kula mahamri. Haleluya. Simpigie Yesu makofi. Aliye muia, yani mdeni wake, amekuja kuchukua watoto wake. Alikuwa mumewe ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa na madeni. Roho ya madeni ni roho ya kufanya kuwa ukiwa. Tafadhali tuepukane na madeni ikiwezekana. Mungu anasema mtakopesha na mtakopa, na hajawahi kubadilika. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunastahili tukopeshe, hatustahili kukopa. Na ukiona kwamba uko kwa nafasi ya kukopesha si kukopa, umebarikiwa. Haleluya. Lakini ukiona wakopa, yani umekopa kila mahali, mshwari, umefuliza kwa kibanda cha mboga, yani kila mahali una madeni, mwanangu, ni kubaya. Roho ya ukiwa, mpaka ukikutana mdeni wako roho inakupasuka pa. Amen. Unaangalia kushoto kulia, kama hajakuona vizuri umepotea. Jamani,
lakini habari njema ni ya kwamba inaondoka kwako. Haleluya! Nasema inaondoka kwako, na leo itatafuta pa kwenda. Nasema leo iliyokufanya kuwa ukiwa inatafuta pa kwenda, inaondoka kwako, na wanao wanakuja kwako, tena wanafanya haraka kukujia. Haleluya! Kuna vitu vinafanya haraka kukujia. Kuna mambo yaliyokuwa yamefungwa, lakini Bwana anasababisha inakuja kwa haraka. Waliosema hautaweza, hautawahi kufaulu watachekea choni. Bwana siwe sana. Watasoma lebo, kwa sababu mambo ambayo inaenda kutendeka na mambo waliofanya isitendeke kwako, in fact watakuita huyu ni mchawi. Wachua mchawi akikuroga naoni urogeki, anasema wewe ndio mchawi. Amen. Na wengi wetu tunaenda kuitwa wachawi, kwa sababu walioyafanya imebadilishwa na mengine imewarudia wenyewe. Haleluya. So amuka tu tuanze kazi. Amuka tu tuanze kazi.